Habari, jina langu naitwa Sule kutoka DTech. Leo tuko na session nyingine ya endesha pasipo ajali. Na leo tutaendelea kuangazia kipengele cha udereva wa kujihami sehemu ya pili. Lakini kabla tujaendelea na kipindi, tafadhali hebu jaribu kuangalia video hii inayokuja, alafu kisha tutaendelea na session. Yes. Katika video hiyo fupi unaona ni kwa namna gani ambavyo kuna namna ambavyo kulikuwa na ajali inaenda kutokea hapo kwa sababu ya uzembe wa dereva mmoja wa pikipiki ambaye amepita kihuni sana hapo. Mtaani waga tunaita ni madereva kenge. Wenzake walikuwa katika mwelekeo mzuri na utekelezaji mzuri wa sheria za barabarani. Lakini unaona alivyopita hapo ni alikuwa anaelekea kusababisha ajali. Sasa leo tutajifunza nini chanzo cha ajali zinazotokea barabarani. Ukijaribu kuangalia vizuri kwenye screen yako hapo, katika ajali zote zinazotokea barabarani, utafiti umefanyika na kuonyesha kwamba 76% ya ajali zote zinazotokea barabarani zinasababishwa na binadamu. Na 16% zinasababishwa na changamoto za magari. Lakini 8% tu ndio zinasababishwa na mazingira. Sasa ni kwa namna gani? Tutaendelea kuangazia kipengele kimoja kimoja katika session hii huko tunakoelekea. Sasa katika 76% zinazosababishwa na ya ajali zote zinazosababishwa na binadamu, 72% ni uzembe wa madereva. Lakini 4% tu ndio ajali zinazosababishwa na watumiaji wengine wa barabara. Kwa unaweza kaona ni kwa kiasi gani madereva wanachangia kwa kiasi kikubwa katika kusababisha ajali. Sasa katika 76% za ajali kusababishwa na binadamu, sababu zake ni nini? Kama unavyoona kwenye screen, ndivyo ambavyo uhalisia wa namna ajali hizi zinavyoletwa na binadamu. Ni kwa sababu ya ujinga, lakini pili kwa sababu ya upuuzi. Jambo la tatu ni uzembe, na jambo la mwisho ni upumbavu wa binadamu. Kwa namna gani? Tutaendelea kuona katika maelezo yanayofuata. Ni ujinga gani ambao unasababishwa na binadamu kiasi cha kuleta ajali? Kwanza ni kutokujua sheria za barabarani, lakini pia kutojua udhibiti sahihi wa gari lako. Hivi vitu ni ujinga ambao unaweza ukasababisha ajali barabarani. Kijaribu kuangalia vizuri hapa, hebu angalia. Kuna alama hii ya barabarani, kibao kinaonyesha mbele kuna kona kali. Lakini kuna mwamba hapa, pamoja na kuona hiki kibao ameamua kuovertake kwenye kona. Kwa hiyo ni ujinga tu wa kutokujua kanuni na sheria za barabarani ndio unaweza ukaleta changamoto ya ajali barabarani.
Kitu kingine ni upuuziaji ishara na alama za barabarani. Unaweza kaona alama hii hapa inamuonyesha huyu dereva hapaswi kuovertake. Ni eneo ambalo hapaswi kuovertake. Lakini unaweza kumuona hapa, pamoja na kuwa na msululu mrefu wa magari tena kwenye kilima, lakini anatafuta namna ya kuovertake, kitu ambacho sio sahihi. Ni upuuziaji wa ishara na alama za barabarani. Baada ya kupuuza sheria hizo, hajazingatia alama hizo na michoro ya barabarani, yeye ameamua kuovertake. Na ukijaribu kuangalia vizuri hapa katikati ya gari alilo overtake na yeye, angalia huko mbele kunaonekana kuna gari inakuja tena kwenye kilima. Sasa matokeo yake nafikiri unayafahamu nini kinaweza kikatokea. Na ukiangalia vizuri hapa mbele kuna magari mengi yanafuatana hapa, ana overtake, lakini kuna magari mengi yanafuatana kwenye kilima hiki. Kwa hiyo matokeo yake ni kusababisha ajali ambazo zilikuwa na uwezekano wa kuepukwa. Chanzo kingine cha ajali ni uzembe. Uzembe wa madereva kujishughulisha na mambo mengine tofauti wakati unaendesha gari. Hii nayo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Mtu haconcentrate kwenye kuendesha, anakuwa na mambo mengine ambayo anayafanya wakati wa kuendesha, na hivyo anajikuta anapata ajali kwa kutokuzingatia na kuwa makini wakati akiendesha. Moja kati ya uzembe wa kushughulika na mambo mengine wakati wa kuendesha gari ni pamoja na ulevi. Mtu anaendesha akiwa analewa au akiwa amelewa, lakini mwisho wa siku unaweza kaona matokeo yake hapa ni kusababisha ajali. Matumizi ya simu wakati wa kuendesha ni uzembe pia unaofanywa na madereva wengi. Kwa hiyo si jambo jema kuendesha ukiwa unatumia simu. Wakati wa kuendesha, jaribu kuweka simu yako pembeni ili kusudi uendeshe kwa usalama. Utakapofika basi utaendelea na mawasiliano yako. Unaweza kaangalia hapa kwenye picha, kwenye screen yako. Huyu dereva anatumia simu, ama concentrate kwenye simu, lakini ukijaribu kuangalia vizuri hapa mbele kwenye kioo, unaona kuna mtumiaji mwingine wa barabara yuko na mtoto na wanavuka barabara. Huyu ameconcentrate kwenye simu. Sasa kwa umbali aliyopo kati yake na hawa watumiaji wengine wa barabara, atakaponyanyua macho tayari atakuwa ameshawafikia na inawezekana akawagonga. Sasa utumiaji wa simu sio jambo zuri. Unaweza kumuona huyu dada mwingine anapaka lipstick, anaongea na simu. Ni uzembe ambao haupaswi kufanywa na madereva ambao wanajali usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Uzembe mwingine ni kula ovyo ovyo wakati ukiwa unaendesha gari. Si jambo jema. Angalia huyu dereva ameshika kikombe cha ni chai, ni kahawa hiyo, ana andazi mkono mwingine, na wakati huo anaendelea kuendesha. Matokeo yake unaweza kuyaona hapa. Tayari ameshasababisha ajali kwa sababu ya uzembe wa kutumia chakula wakati akiwa anaendesha. Hivyo hii tabia sio nzuri, tuachane nayo. Unapohisi umechoka au una usingizi, jitahidi kupumzika. Pumzika, ruhusu mwili na akili yako iweze kupumzika ili kusudi wakati utakapoingia kwenye gari basi
akili yako iweze kuwa timamu kuweza kuendesha. Uchovu na usingizi ni moja kati ya uzembe ambao umesababisha ajali nyingi barabarani. Kuna tabia ya madereva wengine kuingia kuendesha wakiwa wanaumwa. Hii nayo sio tabia njema. Ukiona unaumwa, basi pumzika ili kusudi mtu mwingine akusaidie kuendesha. Na kuna wakati mwingine kuna watu wanatumia dawa ambazo kimsingi zina madhara ya usingizi. Sasa mtu anameza dawa dawa ya mafua ambayo anajua kabisa mwisho wa siku itamletea usingizi na uchovu, halafu anaingia kwenye gari kuendesha. Hiki sio kitu kizuri, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kusababisha ajali. Uzembe mwingine ni kuendesha gari ukiwa na changamoto ya ulemavu. Kuna watu au madereva wana changamoto ya kusikia, changamoto ya uoni. Sasa kuna mazingira ambayo wanaweza wasiweze kuendesha kwa usalama. Kwa hiyo hakikisha kama kuna changamoto ya ulemavu au changamoto ambayo inakusababisha usiweze changamoto ya viungo vya mwili ambayo inakusababisha usiweze kuendesha kwa ufasaha, tafadhali hakikisha hauendeshi, ili kusudi kuruhusu watu wengine kuendesha na kutumia barabara kwa usalama. Chanzo kingine cha ajali kinachosababishwa na binadamu ni upumbavu wa kufanya matendo ya hatari kwa makusudi. Hebu jaribu kuangalia katika screen yako hapo, unaona kuna dereva ambaye anaendesha gari. Halafu inavyoonekana amepata ujumbe kwenye simu yake. Alipopata ujumbe kwenye simu yake, amemuomba mwenzake ambaye yuko pembeni amsaidie kushikilia usukani ili yeye aweze kurespond au kujibu ujumbe wake ambao umeingia. Jaribu kuangalia hapo kwenye speed meter, gari iko speed gani. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba anaweza kusababisha ajali kwa sababu ya upumbavu. Upumbavu mwingine ni kuendesha gari lako karibu kabisa na gari lililo mbele yako. Sio jambo jema. Kwenye masomo ambayo tumejifunza na tutaendelea kujifunza, kuna umbali ambao unapaswa wewe kufuatilia gari la mbele yako, ili kusudi panapotokea changamoto yoyote kwa gari la mbele yako, iwe rahisi kwa wewe kuweza kufanya nini? Kuchukua hatua za makusudi kuweza kujiokoa. Sasa tuzingatie hilo, umbali wa kuendesha kati ya gari lako na gari la mbele yako. Upumbavu mwingine wa binadamu ni kujaribu kupita msururu wa magari mlimani au kwenye kona. Jaribu kuangalia hapa, huyo rafiki ameovertake, lakini angalia hapa kuna msururu wa magari, kuna gari hili, kuna gari liko mbele, lakini kuna gari jingine linakuja hapa mlimani na mtu bado ameovertake, kitu ambacho lazima kitasababisha ajali. Huyu mwenye basi jekundu anajaribu kuovertake msururu wa magari mengi, lakini kwenye kona. Haya ndio matendo ya hatari yanayofanywa kwa makusudi na madereva, na mwisho wa siku yanaweza kusababisha ajali. Upumbavu mwingine ni kwenda mwendo kasi zaidi katika mazingira ya hatari. Kumbuka gari linapokuwa kwenye mwendo kasi, alafu kata kona ya haraka, wataalamu wa physics wanasema center of gravity ya gari huwa inahama unapokuwa kwenye kona, na hasa ukiwa na speed kubwa, maana yake gari linakuwa haliko stable.
Kwa hiyo kusababisha ajali ni kitu cha kufikia. Kwa hiyo ni vyema kupunguza mwendo unapofika kwenye mazingira ya hatari kama kwenye kona, lakini kwenye mazingira hatarishi mengine, labda kwenye ukungu, kwenye hali mbaya ya hewa, barabara mbaya, punguza mwendo ili kusudi uweze kwenda kwa usalama. Unaweza kuona matokeo ya mwendo kasi katika mazingira ambayo ni hatarishi. Matokeo yake ni kupata ajali na kusababisha vifo vya watu wengi, kuharibu mali. Kwa hiyo tuwe makini madereva wenzangu. Upumbavu mwingine wa madereva ni ujana. Angalia rafiki huyo, amepiga hesabu ya ku overtake. Vijana wengi wana mihemuko wanapokuwa wakiendesha magari. Kwa hiyo wamekuwa wakisababisha ajali nyingi sana kwa sababu ya mihemuko hiyo ya ujana. Sasa vijana tuwe makini unapokuwa ukiendesha. Hakikisha unafuata sheria na kanuni za barabarani ili kusudi uweze kulinda usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Ujana wanasema ni maji ya moto. Usipotumia vizuri basi utakuunguza. Unaweza kaangalia hapa, dereva anaendesha lakini kwenye gari yuko na vijana wenzake ambao wanamjaza. Sijajua ni nini wanamjaza, lakini kwa unaweza kukuta wanamwambia bana overtake tuwai. Sasa kwa mhemuko ya ujana, unaona na yeye mtu anaweza kachukua maamuzi ya overtake. Wakati huo ukiangalia mbele huku kuna magari yanakuja tena yako kwa karibu sana. Sasa matokeo yake hapa ni kupata ajali kwa sababu ya mihemuko ya ujana. Mwaka 2008 ilifanyika research moja ya kutazama katika ajali 100,000 za barabarani zilizokuwa zikitokea. Matokeo yalionyesha kwamba katika hizo ajali 100,000, ajali nyingi zilisababishwa na vijana. Ajali nyingi zilisababishwa na vijana. Na katika hao vijana wa kiume waliongoza kwa ajali nyingi zaidi ukilinganisha na vijana wa kike. Kwa hiyo vijana tunapaswa kuwa makini sana. Maamuzi yetu ya haraka katika kufanya katika kuendesha yasiathiri usalama wetu na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tunajua tuna nguvu, tuna akili nyingi, zinafanya kazi kwa haraka, lakini hakikisha unatumia vyema akili yako kulinda usalama wako na usalama wa watu wengine wanaotumia barabara. Katika 16% ya ajali zote zinazotokea barabarani tulisema kwamba inasababishwa na magari. Inasababishwa na magari kwa namna gani? Makosa ya utengenezaji wa magari hayo kutoka kiwandani. Siwezi kutaja hapa, lakini madereva wazoefu wana taarifa hiyo kwamba kuna magari ambayo ukifika speed fulani gari linakuwa unstable. Kulihimili kwake inakuwa ni vigumu. Na kupata ajali huwa yanapata sana ajali. Madereva wazoefu wana uzoefu wa magari ambayo kuchomoka clutch au kukatika clutch au katika breki kwake ni kawaida. Yanafahamika na siwezi kutaja hapa kwa sababu ya biashara za watu. Lakini kuna makosa mengine yanasababishwa ya ajali barabarani yanasababishwa na makosa ya kiufundi ya magari hayo kutokea
kiwandani. Kwa hivyo wewe lazima utambue gari lako, lazima utambue nature yake na makosa, kama lina makosa ya kutoka kiwandani ujue, ili kusudi upambane nayo utakapokuwa uko barabarani. Bila kutambua makosa hayo, basi kwako ni rahisi sana kupata ajali. Lakini ukiyatambua kwamba kuna shida hii kwenye gari hii, ni rahisi kwenda kwako, kwenda kwa usalama, kwa sababu unalijua gari ambalo unaendesha. Lakini chanzo kingine cha ajali kutokana na magari ni matengenezo au ukaguzi hafifu. Kuna watu wana uwezo wa kukaa hata miezi 6 hajakagua gari lake, na kila siku anatoka nalo kwenda kazini. Kuna watu anatoka Dar es Salaam anaenda Mwanza, au anatoka Dar es Salaam anaenda Kongo na hajakagua gari, wala hajatengeneza gari lake. Sasa hii ni moja ya vyanzo vya ajali nyingi barabarani. Hakikisha matengenezo na ukaguzi wa gari lako katika kila nyanja. Kwenye mada zetu zinazofuata tutakuja kujifunza namna ya kukagua magari. Hakikisha unakagua gari lako, hakikisha unatengeneza gari lako ili kulitengenezea usalama litakapokuwa limeingia barabarani. Yes, unaweza kaona hapa kutokana na matengenezo hafifu au ukaguzi hafifu, mtu ameacha Excel barabarani. Lakini kama angekuwa amekagua gari lake, basi ingemsaidia kugundua mapema kwamba wapi kuna shida na akalirekebisha mapema kabla ya kuingia barabarani. Wakati tunaanza kujadili tulisema kwamba vyanzo vya ajali ni pamoja na mazingira, na katika 100% ya ajali za barabarani, basi mazingira yanachangia 8% tu ya hizo ajali. Either ubovu wa barabara, barabara yenye kona nyingi. Unaweza kaangalia hapa ni barabara iko Ruaha huko. Huku chini kuna mto Ruaha, lakini kwa juu kuna barabara na inavyoonekana ni nyembamba. Sasa kutokea shida hapa na gari likazunguka kuja mtoni, maana yake tumesababisha vifo. Kwa hiyo inapaswa kuwa makini unapoendesha gari kulingana na mazingira tofauti tofauti. Mazingira ni pamoja na ubovu wa barabara kama nilivyokwisha kusema. Unaweza kaona huyu rafiki amediverge kutoka barabarani. Ukiangalia hapa kwenye barabara ina mashimo sana. Mashimo yanaonekana mengi sana. Ameamua kuhama ili kusudi angalau apite sehemu ambayo haina mashimo, lakini kumbe unaweza kukuta anasababisha ajali kwa sababu ya haya mazingira yanayoonekana. Naona ubovu wa barabara huu. Hali mbaya ya hewa, ukungu, mvua, hizi zote ni hali za mazingira ambayo mtu anapaswa kuwa makini, na zinaweza zikasababisha ajali. Lakini katika udereva wa kujihami tunajifunza namna gani ya kuendesha gari ukiwa kwenye mazingira ya namna hii. Mazingira ya barabara mbovu, mazingira ya kona nyingi, mazingira ya ukungu, mazingira ya giza. Udereva wa kujihami unafundisha namna ya kupambana na haya mazingira ili kusudi uweze kwenda kwa usalama, na tutaendelea kujifunza kwenye masomo yetu yanayofuata. Basi huo ndio mwisho wa wasilisho hili la udereva wa kujihami sehemu ya pili, endesha pasipo ajali. Na leo tulikuwa tukiangazia nini chanzo cha ajali. Jina langu mimi naitwa Sule kutoka DTech. Endelea kutufuatilia katika channel yetu hii, subscribe, share, like, na popote unapoona panahitaji kucomment, basi uweze kucomment. Na kama una maoni yako, basi pia unaweza kuyawasilisha kupitia namba yetu ya WhatsApp kama unavyoiona katika screen yako, ili kusudi tuweze kuboresha vipindi vyetu na kuweza kusaidiana kuwa madereva wazuri na kuendesha kwa usalama. Sina la ziada, basi tukutane wakati mwingine. Asante.